Naam, barabara mtazamaji wetu popote ulipo. Karibu kwenye makala yetu ya vijana na uongozi nchini Kenya, ambapo swala la vijana kubadilisha uongozi humu nchini bado lingali kibarua kikubwa sana. Hii imedhihirika wazi katika chaguzi ndogo zilizofanyika katika baadhi ya maeneo kadhaa yaliyoandaa chaguzi hizo. Wakati wa chaguzi hizo zilizoandaliwa wiki jana, idadi ya vijana waliojitokeza kupiga kura ilikuwa chini mno. Lakini licha ya hili, ukweli ni kwamba vijana wengi tunataka mageuzi katika uongozi ili nchi iwe kwenye uongozi bora na wala sio bora uongozi. Hata hivyo, kweli ni kwamba hatujui uongozi huu bora tuko nao vijana sisi wenyewe. Vijana humu nchini tunasahau kwamba asilimia kubwa ya idadi ya watu humu nchini ni sisi vijana wenyewe. Kwa sasa kulingana na takwimu zinaonyesha kwamba vijana ndio wako na idadi kubwa ya zaidi ya asilimia 75 humu nchini. Lakini sasa swali ni je, vijana tunawezaje kuleta uongozi bora serikalini humu nchini? Mtazamaji wangu na kijana mwenzangu, jibu ni rahisi mno, ambapo ni ili kutimiza hili ni lazima vijana washiriki katika shughuli ya kupigaji kura. Ni vyema kukumbuka kuwa shughuli hii kwanza linamtaka kila mmoja wetu kutafuta vitambulisho vya taifa kwa wasiokuwa navyo. Pili, ni lazima tujiandikishe kama wapiga kura, na wakati shughuli ya upigaji kura ikifika tushiriki pia. Kwa kufanya hivi, vijana tutasaidia kuleta uongozi bora humu nchini kwa kuwachagua viongozi bora. Vile vile tutasaidia kuchagua vijana wenzetu walio na maono na mipango mema ya maendeleo kwa nchi yetu. Vijana tukumbuke, silaha ya kukomesha uongozi mbaya sio hasa maandamano ya mara kwa mara, ila silaha tuko nayo mikononi mwetu na ni kubadilisha uongozi mbaya kupitia kwa njia ya kushiriki kwenye uchaguzi ili kuchagua uongozi bora. Umekuwa nami mtangazaji wako David Msando katika makala haya ya vijana na uongozi humu nchini.